Naam, mpenzi mtazamaji, siku ya leo tarehe 14 ya mwezi wa pili, siku ya wapendanao, tumeamua kuja kupiga kambi katika msitu wa Milawilila unaopatikana katika kijiji cha Milawilila kilichopo katika kata ya Tawa katika halmashauri ya wilaya ya Morogoro mkoani Morogoro. Hapa tumekuja kwa lengo moja tu, kuhakikisha kujua msitu huu mambo yake, una mambo mengi, una maajabu mengi, faida zake na mambo mbalimbali ambayo tunaenda kujifunza hapa. Lakini hapa karibu yangu niko na mtaalamu hapa, atajitambulisha, lakini pia yeye ataeleza kwa undani kuhusiana na mswala huu wa msitu huu wa Milawilila. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Dhamiri Ramadhani Mkimbu. Lakini kwa jina la ukoo naitwa Mzee Zongo, ambayo ndio mzee wa asili ya huu msitu. Okay, ni msitu ambao ulitawaliwa na wajomba zangu. Ndio. Na huu msitu unavyoona una asili nyingi ambazo zinaleta sifa za kiruguu, kama vile uchimbaji wa dawa, kuna miti ya mbao. Msitu huu ndio ulioleta asili wa mpaka hiki kijiji chetu kuitwa Mlawilila. Sema watu wanachanganya kati ya Mlawilila na Milawilila. Kijiji chetu kilipozaliwa kinaitwa Mlawilila. Huu msitu ni wa Mlawilila, sio Milawilila. Na tumeiweka ai kwa sababu ya utamshi wa lugha wa makabila mengine, wasije wakaona kazi kutamka kwamba Mlawilila. Na neno Mlawilila ni asili yake ni mti ambao unajitokeza kuliko miti yoyote, na popote utakapokaa katika mazingira haya, wa kwanza kuona ni mti wa Mlawilila. Aha, naam. Sasa Mzee Zongo, naam, mti wa Mlawilila ambao tuseme kwa ujumla wake, tuseme ni kama ametumia Kiswahili kwamba Mlawilila unakuwa mmoja, afu Milawilila inakuwa mingi. Sasa ilikuwaje msitu huu ni wa kupandwa au ni wa asili? Huu msitu umekuwa ni wa asili ambao mjomba wangu Zongo Mwana Bende walikuwa enzi za Mdachi, walikuwa wanachimba dawa humu, na wakawa na sheria za kuheshimu huu msitu kama ni kwa ajili ya tiba asili. Ndio maana ukatunzwa mpaka hapa ulipo unavyoona. Sasa msitu huu, ndio, hebu tuambie watu ambao hawaujui, tunataka tuwashawishi waje kuona huu Mlawilila. Tumesema ni mti unaoonyesha kwamba uliochomoza kuliko miti yote. Umezungumza habari za dawa, inakuwaje huu mti unaweza kuwa unatibu mambo gani hasa? Nashukuru sana. Huu mti unatibu magonjwa mengi. Unatibu kwanza hasa mchango, yaani tunasema ngiri wa mtoto wa kiume, pia ni mchango wa mtoto wa kike. Lakini pia huu mti unatibu wanaita nini wenzetu hawa, kidogo Kiswahili kimenishinda, tezi dume. Okay. Yaani unatibu tezi dume endapo pengine tezi zako dume zitakuwa zinavimba. Unaenda kuchukua ule mti, ukachukua magome yake, ndio, ukayasaga. Ukiyasaga unayachekecha vizuri, unatumia unga kama wa sembe, ukachemsha kama uji, na ukachanganya na kijiko kimoja cha chai, ukatumbukiza mle, ukanywa, basi tatizo hilo linaweza likawa linatoka. Lakini sio hivyo tu, huu mti unatibu mpaka vinyamkela, yani kuna vitu tunaita vinyamkela, unatibu. Kwa mfano umemkumba yule kinyamkela, unachukua majani yake na magome yake, unayachanganya pamoja, unatengeneza unga wote kwa pamoja, ukachemsha katika maji, ukanywa, basi ile tatizo huwa litakupungua. Ila kwa wastani inatibu vitu vingi tu, siwezi tukavielezea mpaka vote vikaisha, ila kwa wale ambao wanahitaji kuona zaidi huu mti, tunawakaribisha waje tuwape maelekezo vizuri zaidi. Naam. Kwa hiyo tunapozungumza mtazamaji, tukizungumza vinyamkela maana tunazungumza mambo ya giza haya. Na magiza mambo ya vurugu yani kinyamkela. Tunapozungumza kinyamkela wamegawanyika makundi mawili. Ndio. Kuna majini ambayo wanatengenezwa na watu. Ndio. Lakini kuna majini ambayo yametengenezwa moja kwa moja, yameumbwa na Mungu. Ndio. Kwa hiyo haya yaliyoumbwa na Mungu ndio tunayaita vinyamkela.
yani mtu anamkumba. Unaweza kumkuta mtu kakaa kama hapa tulipo na nyumba yake kubwa, huyu kinyamkela ni hiyo kama unavyoiona hapo, sehemu ya matambiko. Kwa hiyo ndio hao walivyokuwa. Sasa tunatibu wale ambao vinyamkela walioumbwa na Mungu, sio wale wa kutengenezwa. Majini yamegawanyika makundi mawili. Kwa hiyo msitu huu pia ni kwamba huu mti wa Milawilila ndio kiboko ya vinyamkela. Huo ndio kiboko ya vinyamkela. Lakini sasa kuna labda tupe kidogo uzoefu. Ndio wanasema mti huu ulipo ni kwamba hapo barabarani kuna njia kwamba ukitoa wa upande huu ndio ukaja kupanda upande huu hauoti, ukichukua upande huu na kupeleka upande huu hauoti, ila ukichukua upande huu mstari ule hilo nao likoje mtaalamu? Huu mti ulivyo asili yake huwa inapenda sana kuota ulipo mti uwe kama ule. Ulipo mti kama ule ndio unapenda sana kuota, lakini sio kweli kusema labda ukiuhamisha ukaupeleka sehemu nyingine ya uoti. Hapana, unaota tu ya mradi tu iwe katika mazingira ya msitu, kwa sababu hautaki kukaa sehemu ambayo wewe uko peke yake. Unatakiwa ukae sehemu ya msitu, unaota popote. Unaota unaweza kuchukua mbegu zake au wenyewe tu mche wenyewe ukiupanda unaweza kuondoka. Ndugu yangu, mti huu kupata mbegu yake inakuwa ngumu sana, kwa sababu huu mti mbegu hata wakati ambao inadondoka huwezi kuiona, isipokuwa wewe utaona mche tayari ushatoka. Kwa hiyo ukitaka kuupanda maana uko kachukue ule mche wenyewe, sio mbegu. Je, nikichukua huo mche niende nao nikapanda nao Mabwe Pande huko wapi? Unaweza kwenda kwa unaota. Inaota ya mradi tu mazingira yafanane na mti wenyewe. Lakini sijawahi kusikia mti kama huu sehemu nyingine. Ndio. Kwa sababu gani upati? Huu mti unapatikana hapa Mlawilila tu. Katika kanda yetu hii yote unapatikana katika msitu huu tu. Okay. Naam, sasa tukiachana na masuala ya masuala ya dawa, lakini umegusia kuhusu masuala ya kwamba katika msitu huu pia kuna masuala ya matambiko. Ndio. Hili likoje? Huu katika msitu huu una masuala ya matambiko. Kama tunavyosema huwa kwa kila mwaka Waluguru sisi tunakuwa na jadi yetu ya matambiko, ndio tunakuja katika mti huo kwa ajili ya kufanya matambiko. Ndio. Na tukachukua na dawa kwa ajili ya kwenda kuwatibu jamii. Naam. Kwenye matambiko watu wao wanafanya nini sana? Kwenye matambiko ni kwa ajili ya kuwaleta sana wagonjwa. Akiwa mtu mgonjwa huko amekumba labda ndio kama huyo ninaosema kinyamkela, kwanza analetwa hapa kwa ajili ya kupigia matambiko. Anapewa na dawa, basi Mungu akipenda atakuwa vizuri. Je, kwenye matambiko ambao kama unasema tutaenda hapo? Ndio. Je, hapo sehemu ya kutambikia ni mtu yote anaweza kwenda au kuna watu nazungumzia, sizungumzi wale wanaosumbuliwa na matatizo, nazungumzia hawa wataalamu, yani kwa maana waganga. Kuna watu maalum tu ndio mnaenda kufanya matambiko au mtu yote hata kama katoka zake wapi anaweza kaja kutambika? Hapo sio kila mtu. Hapo anatakiwa mtaalamu anayejua maana ya matambiko. Huyo ndio anaotakiwa afike pale. Kama hujui maana ya tambiko, huwezi kufanikiwa. Kwa lazima wewe unayejua maana ile matambiko. Na maana tangu zamani ni hapo ambapo mnatumia kwa ajili ya matambiko na sio sehemu nyingine. Ni hapo. Sasa issue nyingine. Ndio. Je, hii miti inaweza ikatufaa kwa ajili ya kwa mfano kutambua tuchane mbao? Na mna miti mingi sana humu Mlawilila, kwa mfano tunaoongelea una sifa kwamba mbao unaweza kukutana tena ukapata mbao nzuri kabisa, hauna shida. Unaweza kutengeneza milango, milango, kenchi, nini, yani kila kitu hauna shida, ni mzuri. Ni mzuri tena ni mzuri kabisa. Sasa nataka niulize swali lingine. Ndio. Je, ni kwa namna gani jamii hii inanufaika na uwepo wa msitu huu? Hii jamii unanufaika kwa msitu huu kwa vitu vingi. Kwanza ni msitu wa hifadhi. Yaani kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kulingana na msitu huu, sisi tunanufaika sana. Kwa sababu tunaweza tukapata mvua kwa wakati. Lakini pia tunaweza tukapata hali ya hewa vizuri. Lakini pia tunapata dawa kwa jamii. Na pia humu mna vyakula ambavyo watu tunakula, mna viazi msitu humu tunakula. Kwa hiyo mna vitu vingi ambavyo unatufaa katika huu msitu wa Milawilila. Kwa hiyo msitu huu umehifadhiwa maalum kabisa mahususi na hauruhusiwi kukatwa ovyo. Humo hata jani lake moja utakiwe uchukue bila kutoa taarifa, labda upewe kibali maalum. I say. Kwa hiyo tuseme kwamba sasa ukiachana na hayo manufaa ambayo ya moja kwa moja, je, watu wengine wanaotoka maeneo mengine kwa mfano
tuchukulie mtu katoka Dar es Salaam au maeneo mengine amekuja hapa, anataka kuja kujifunza kama hivi ambavyo unaeleza haya mambo, faida za huu msitu, anataka naye aonje gome lake, achukue gome apone yale mambo ambayo tumeyataja kule nyuma. Kuna kitu huwa mnamtoza kwa maana kwamba kama faida kwenye kijiji au bure tu? Hapana. Anapokuja kwanza lazima aripoti kwenye kijiji, ndio. Ataripoti kwenye kata, ndio. Akisharipoti kwenye kata anatafutwa mzee wa mila ambaye wanaijua hii miti, miti dawa na miti sumu, kwa sababu huu mna miti dawa na miti sumu. Unaona? Akishafika hapo kijiji, basi kitamtaka walau atoe asilimia kidogo kwa ajili ya msitu, kwa sababu msitu unalindwa kama unavyoona. Kuna vikundi vimewekwa mizinga humo kwa sababu ya kulinda huu msitu, na hawana posho. Kuna watu wanalinda bila posho. Kwa hiyo sasa kijiji utakapokinufaisha kidogo, walau kwa asilimia kidogo, basi unaruhusiwa, unakuja kufanya kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo yoyote na aje, yoyote yule na aje, na hakuna matatizo, hakuna shida yoyote, ila asije bila taarifa, ila asije yeye mwenyewe tu kwa ajili ya kuja kuiba. Hiyo tutamkamata. Lakini akiingiza kwenye kata, atakuja kwenye kijiji chetu akajitambulisha, bali atachukuliwa mzee wa mila, haina shida, atapelekwa. Kila mtu anaohitaji tutampeleka. Basi niseme kwamba tutapata nafasi ya kwenda kuona sehemu ya matambiko ambayo huwa inafanyika matambiko. Kwa kuwa tuko na mtaalamu, sina shaka kwamba hakutakuwa na wasiwasi wowote. Kwa hiyo ndugu yangu ambao unanisikiliza, ukisikia matambiko bado yapo. Hasa kama kwenu ule una matambiko, na matambiko ni sehemu ambayo unaenda kufanya kwa ajili kama tuna mikosi, labda jamii imepata matatizo, lazima turudi nyumbani kwenda kutapika. Kwanza kuna watu ambao labda unakaa Dar es Salaam, nakaa wapi huko, kujae kurudi nyumbani kwa ajili ya kuja kutambika. Tunaukaribisha katika msitu huu wenye maajabu mengi. Lakini pamoja na mambo ya msitu, nadhani utakuwa una ndege, si ndio? Kila kitu. Kuna ndege na viumbe wengine kama nyani. Ukija hao wote utakuja kujionea. Ni msitu tulivu sana, usalama huko wa kutosha 100%. Lakini kuna hizi maji kama unavyoona. Maji yako vizuri hapa, kwa maji safi, hana chumvi, yaani ni maji mazuri kabisa. Basi ninakushukuru sana. Tutakwenda sasa kwenda kuangalia sehemu ya matambiko. Karibuni sana. Twende tukatambike mizimu. Tukatambike mizimu. Hapo zamani babu zetu waliomba mvua zilinyesha, walithamini mila zetu, desturi na utamaduni. Wala hapa msiogope, hakuna kitu chochote nyingi. Msiogope. Kwa kidogo hapo unakuja. Viti vyetu ndo kama hivi, mizizi. Sawa, hapa ndio sehemu ya matambiko kama ambavyo unaweza kuona. Ni sehemu ambayo watu wanakuja hapa kwa ajili ya shida zao mbalimbali. Tuko na mtaalamu hapa, ataenda kutuelezea kwa kina kuhusiana na kinachofanyika mahali hapa. Nikutoe hofu tu ndugu yangu kama mambo yako shwari. Hapa ni sehemu ambako watu wanazungumza na mizimu. Mizimu ya mababu, wanakuja kupata msaada mbalimbali. Mti huu mkubwa una historia kubwa. Sijui ni mti gani, sijui ndio mlawila wenyewe huu. Huu sio mkuyu huu. Huu sio mkuyu. Huu unaitwa mwale. Huu ni mtu unaitwa mwale. Okay. Dogo sasa unakuja uje mpaka hivi ili tuonekane vizuri. Sasa mtaalamu, hebu tuambie ambacho huwa kinafanyika hapa. Huwa inakuaje? Tunaona hapa kuna vichupa hizi, lakini kuna hivi vichamba. Kuna ni kitu gani ambacho huwa kinafanyika sana? Umeuliza vizuri. Hapa kinachofanyika, watu ndio wanapokuja kuomba kile ambacho wanahitaji katika mazingira yao. Inawezekana umefukuzwa kazi, inawezekana una chango unataka uponywe, inawezekana wewe hujawahi kufika nyumbani unapata mikosi. Kwa hiyo hapa unakuja katika mazingira ya matambiko. Lakini pia unapokuja hapa inategemeana, unaweza ukaja na zawadi kama ya soda kama unavyoziona hivyo. Watu wakaweka au wamekuja nazo, unaweka hapo, basi unaomba unachokihitaji hapo, basi utafanikiwa. Kwa hiyo hii soda unapokuwa, na maana hiyo unakuwa umenuia
huwa vinaenda wapi? Hii hapa ni huwa kama ni sadaka ya mzimu ambao upo hapa. I see. Kwa hiyo mtu anapokuja anatoa sadaka hivi sasa vitu kwa mfano huwa vinadumu au mtu yote anaweza kaja kujisevia, inakuwaje? Hivi hapa huwezi kuchukua ukanywa mtu tofauti kabisa na yeye mwenyewe. Ukinywa tu hapo basi inawezekana hata asubuhi usiche wewe ukapata matatizo na ukafa kabisa. Na ukawachizi. Kwa hiyo hapa vimekuwepo kwa sababu ya bwana mkubwa ambaye ndio mzimu mwenyewe ndio anayetumia. Na sio hivi tu, tunaona hapa kuna kuoga mpaka na kuku. Saizi ile huwezi kuwapata hapa kuku kwa sababu washaingia huko. Lakini hapa kuna kuku wanakuwepo hapo kama zawadi, kuku wazima kabisa. Wazima. Na wanaishi huko. Wanaishi huko. Wamo kuku kabisa hapa. Wanaleta kuku, wanaachiwa tu huko, wanaishi. Lakini huwezi kumchukua huyo kuku. Nikimchukua huko yaani hata umchukue huko ambapo aliko usiku, lazima ufuatwe. Lazima tu mtu atakupigia hodi. Tumefuata mzigo wetu ambao umeuchukua. Wewe ndugu yangu, huu mzimu huu hauna kinga, useme labda hauwezi kupenya kwangu. Vyovyote itakavyokuwa wewe lazima akuadhibu tu. Mtazamaji, ni kwamba kama ambavyo umesikia mtaalamu wetu Bwana Zongo anaeleza namna ambavyo hapa shughuli mbalimbali za kitamaduni hasa utambikaji zinavyofanyika. Tunaona hapa kuna hizo chupa chupa hizo ni soda, ni zawadi. Unapoleta hapo unaleta zawadi kama ya mizimu, kwamba unasema shida yako kisha unaacha zawadi kama sadaka. Lakini ametueleza kwamba kuna unaoleta mpaka kuku wazima, la kuku wapo hapa, lakini sasa hivi hatuwezi kuwaona kwa sababu kwenda kujitafutia. Kuku hapa huwezi ukachukua kwenda kukaa naye nyumbani, kama ambavyo ameeleza kwamba ukichukua lolote linaweza likakupata. Kwa hiyo ndugu zangu wanaosema twende tukatambike mizimu, basi mambo ni kama haya. Tunakushukuru sana Mzee Zongo, nashukuru sana ndugu yangu mtaalamu wa msitu huu. Niwakaribishe watu kuja kujifunza na kuja kujionea. Haya ni maajabu, lakini haya mambo ambayo yapo, na tunatumia fursa hii kuitangazia dunia kwamba masuala kama haya yapo sana. Kwa wale ambao wanaamini kwamba masuala matambiko hayana kazi na nini, hayana nguvu, ukipata changamoto rudi nyumbani, nenda katambike, unaweza ukashangaa mambo yako huko mjini yananyoka. Nadhani mtaalamu, mimi nikushukuru sana, na niseme tu kwamba tutapata nafasi ya kuzunguka kwenye msitu huu kuangalia miti na mambo mengine kama hayo, lakini kwa sasa sina la ziada. Asante sana, karibuni sana hapa, jisikieni mko huru. Hakuna chochote ambacho kinawapata kwa sababu nipo mwenyewe na nimeshaanza kuja hapa kwa kuomba kwamba siku kuna vijana wangu wanakuja hapa kwa ajili ya kufanya kitu fulani au kwa ajili ya kuona mazingira ambayo yalivyo. Kama watakuwa na shida lolote wanahitaji kuja hapa, basi tunawapokea kwa mkono mmoja. Karibuni sana.